ametuita sisi watoto ili kutimiza kusudi lake maalum. Mungu ametuita sisi watoto ili kutimiza kusudi lake maalum. Bwana asifiwe. Ngoja letu hii inahusu viungo vya mwili. Tafadhali naomba tusikilize. Mimi ni kichwa. Nimebeba ubongo ambao husaidia mwanadamu kufikiri au kufanya maamuzi. Bila ubongo mwanadamu akifanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo mimi ni kiungo bora kuliko vyote. Hakuna kama kichwa. Mimi ni macho. Macho ni kiungo bora katika mwili wa binadamu ambao hutumika kuona, na sio tu kuona, pia hutumika kukodoa, kulengua. Hutumika pia. Macho ina kitu inaitwa kope. Kope hutumika kuziba macho ili asiingiliwe na uchafu wote. Mimi ni kiungo bora kuliko vyote. Hakuna kama macho. Wacha wewe. Mimi ni mdomo. Mdomo pia umepewa vitu viwili ambavyo ni muhimu sana kwa binadamu: meno na ulimi. Ulimi husaidia kuonja ladha ya vyakula mbalimbali, na meno husaidia kutafuna vitu vigumu na vyepesi. Na pia mdomo husaidia kumwomba Mungu, kulia na kucheka. Mimi ni kiungo bora kuliko vyote. Nani kama mdomo? Hakika jamani. Masikio ni kiungo moja hapo kwa mwili wa binadamu. Masikio yanasaidia kusikia sauti mbalimbali. Pia masikio yanasaidia kusikia sauti za nyama, za ndege, pia kusikia sauti ukivuna hizo unapitia masikio kusikia. Pia ndani ya masikio kuna vinyelewe. Hivyo vinyelewe vinatusaidia sisi wanadamu tusiingiliwe na uchafu hata tukipita sehemu ina vumbi. Mimi ni bora kuliko viungo vyote. Nani kama masikio? Hakuna. Mimi ni shingo. Shingo humsaidia mwanadamu kuunganisha kichwa na kiwiliwili. Pia shingo humsaidia kugeuka kila pande, mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini. Pia shingo ina koromeo. Koromeo humsaidia mwanadamu kutoa sauti, kujisha chakula. Hakuna kama shingo. Yaani shingo wewe. Jamani, makofi kwa shingo. Mimi ni mikono. Kazi yangu ni kushika, kubeba, kunyanyua, pia kuosha vyombo na kufua, kuanika. Kwa hiyo mimi ni kiungo bora kuliko viungo vyote. Nani kama mikono? Hakuna. Amina. Mimi ni tumbo. Tumbo ni kiungo mojawapo cha binadamu. Tumbo imebeba vyakula mbalimbali binadamu anapokula. Kwanza tumbo ina viungo vingi, mfano ini, figo, kongosho, nyongo. Bila tumbo mwanadamu bila tumbo binadamu angekuwa kiumbe cha ajabu sana. Tumbo ni kiungo bora kuliko viungo vyote vya binadamu. Nani kama tumbo? Hakuna. Useme ukweli, tumboni hicho chakula kinaenda wapi? Kinaenda kichwani. Mimi ni miguu. Miguu humsaidia mwanadamu kutembea na wakati wa kucheza mpira. Pia miguu humsaidia mtu wakati wa kuvuka barabara. Kwa hiyo miguu ni kiungo bora kuliko vyote. Hakuna kama miguu. Ndio maana tunatembea. Mungu akubariki. Mimi ni ngozi. Ngozi humwezesha mwanadamu kuhisi vitu mbalimbali, mfano maumivu, joto na baridi. Ngozi pia imebeba vinyweleo. Vinyweleo hivi ambavyo vinamsaidia mwanadamu kutoa uchafu ambao ni joto. Nani kama ngozi? Hamna. Kama ngozi. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasi mmeona watambaji wa mitambo, kila mmoja anatamba vyake. Anaona kitu. Sasa jamani, mimi hapa nimekuja kama vile kuja kuwasuluhisha. Nakuja kuwasuluhisha, si mnajua?
Kwa mimi hapa nawapongeza kwanza, wanajitamba vizuri, lakini mimi kwa hapo wakiungana wote hao wanatengeneza mwili. Kwa hapo hamna kiungo bora kuliko mwingine, kama tunaposoma kwenye maandiko. Naomba tufungue Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 26. Hapo ukifungua Biblia yetu kuanzia mstari wa 12 hadi wa 27 utakuelezea vizuri, lakini kutokana na muda mimi nitaanza kukusomea mstari wa 24 mpaka wa 27. Biblia inasema, kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kisiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe, na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia. Nacho kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Amina. Amen. Nasi nimesoma, mmeelewa. Sasa hapa pointi yangu iko hapa kanisani. Hapa kuna huduma nyingi. Kuna wachungaji, kuna mashemasi, kuna mama wa upendo, kuna injilisti. Vyote hivyo vinatakiwa vifanye kazi kwa umoja. Sio huduma moja ikasema sisi ni bora kuliko labda mashemasi. Kwa mfano ukwaya ikasema kwamba sisi hapa ni bora kuliko hata watumishi wengine. Lakini hapa neno tunatuambia kwamba tujenge mwili wa Kristo. Hapa kanisani tukiwa na umoja, basi Mungu atakuwa yuko katikati yetu. Kwa hiyo tufanye kazi kwa kutegemeana. Amina, watu wa Mungu. Amen. Ndio. Mashemasi wakiungana, wazee wa kanisa, wachungaji, waimba kwaya, watumishi wengine, basi hapo tunafanya kazi kwa umoja na Mungu atakuwa katikati yetu. Amina. Amen. Asante. Jamani, makofi jamani kwa watu wa Ngojera, watoto wazuri sana, Mungu abariki. Asante sana, mbarikiwe na Bwana. Naomba DJ basi wasindikize kwa wimbo wakati wanatoka nje. Wakati wanatoka nje, tafadhali niombe wale watu sasa ambao wamejiandaa kwa ajili ya Bible challenge. Kitu cha mwisho